Tatizo la ukosefu wa choo ambalo tutakwamba ni constipation ni tatizo ambalo linahangaisha wagonjwa wengi sana, na baadhi wamefikia pahala wameichukulia kwamba ni tatizo la kawaida. Mtu ukaa siku 2, siku 3 hajaenda chooni, anaona ni hali ya kawaida, lakini nakwambia hiyo hali sio kawaida. Inatuambia vitu vingi sana. Mmeng'enyo wenye afya ni ule ambao unakula chakula, unaingiza, unameng'enya na unatoa yale mabaki. Huo ndio mmeng'enyo wenye afya. Mmeng'enyo ambao hauna afya au mwili ambao hauna afya, ndio huo tayari unaanza kutetea dalili za masuala ya ukosefu wa choo. Ukiangalia wahanga walio wengi kwenye shida hii ya ukosefu wa choo ni watu wenye matatizo mengi ya mmeng'enyo, hususan watu wenye masuala ya gas, masuala ya vidonda vya tumbo, masuala ya acid reflux. Hawa wengi pia wanahangaika na tatizo la ukosefu wa choo. Ukiangalia pia wagonjwa ambao wana matatizo ya magonjwa ambayo sio ya kuambukizwa, hususan kama vitu kama sukari, masuala ya pressure, masuala ya kiharusi na magonjwa mengine yasiyo ya kuambukizwa ambayo yanatokana na mtindo mbovu wa ulaji, pia wanahangaika na tatizo hili la ukosefu wa choo. Matibabu ambayo wamekuwa wengi wakifanya yanakushangaza, kwa maana ya kwamba ni matibabu ambayo yanampatia aweni, hususan ni matumizi ya dawa ambazo ni za kufresh. Yanakupatia aweni, lakini hauwezi kutatua tatizo hilo. Utaendelea kuwa mtumwa wa dawa hizo mpaka utakapokuwa umeamua kufanya matibabu sahihi. Leo, kulingana na ukubwa tatizo hili, nipo hapa kukwambia dawa ambayo ni ya kiasili ambayo utaweza kuitumia wewe kujitibia tatizo la ukosefu wa choo moja kwa moja, na hiyo tatizo haiwezi tena kurudi. Isikize video hii mwanzo mpaka mwisho uweze kupata dawa hii namna kuitumia, na usisha utaratibu wa kiasili ambao unaweza kuutumia wewe mwenyewe nyumbani ukajisaidia wewe mwenyewe pasipokuja mazingira ya hospitalini. Upo nami Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Hivyo bila kupoteza muda, tuanze kama ifuatavyo. Tatizo la ukosefu wa choo ni kufahamisha tu kwamba tatizo hili la constipation, wakati kuna visababishi vingi ni vidogo vidogo. Kwa mfano, mtu kama una muda mrefu sana hutembei, umeweza unaumwa ama umepata ajali, kunawezekana zikapelekea ukapata tatizo la ukosefu wa choo. Lakini pia kama umefanyiwa upasuaji, kunawezekana pia kusababisha ukapata tatizo la ukosefu wa choo. Kwa hiyo kuna vitu vingi, lakini hivyo ni vidogo vidogo. Kuna kisababishi kikubwa sana ambacho ni uhaba wa makapimlo, ndio kinapelekea watu wengi kutokuweza kutengeneza choo kilaini na choo kizito ambacho kinaweza kutoka kiurahisi. Kwa hiyo katika tafasiri hiyo, wengi wamekuwa kichwa kutumia dawa hizi za kufresh. Wengine wanatumia mitishamba, wengine wanatumia za hospitalini ambazo tunawapatia, ambazo zinafanya kazi ya kufresh, lakini zile zinatoa suluhisho la muda mfupi sana. Sasa kwa wale ambao wanahangaika na tatizo hili, wameshatumia dawa za kufresh lakini bado hawapati matokeo, ni dawa ipi ambayo ni salama kwao ambao wanaweza kaitumia? Dawa hii inahusisha vitu vikuu 4 ambavyo nataka nikwambie leo, ambavyo hivyo ni sahihi na ni vina ufanisi mkubwa sana kwa 100% dhidi ya tatizo la ukosefu wa choo. Moja ni kuzingatia habari za makapimlo. Kula vyakula ambavyo vina makapimlo. Makapimlo yanapatikana kwenye vyakula vyote ambavyo vinatokana na mmea tu peke yake. Sio nyama, wala maziwa, wala mayai, wala samaki, wala dagaa. Hiyo havina makapimlo. Ila vyakula vyote ambavyo vinatokana na mmea, kuanzia mboga za majani, pia kwenye matunda, jamii ya kunde, jamii ya mzizi na nafaka ambazo yakobolewa zimesheheni makapimlo. Makapimlo kwa nini ni bonge la dawa kwenye tatizo la ukosefu wa choo? Makapimlo haya ndo ambayo huwa yanashikilia maji yasifyonze yote kwenye utumbo mpana. Hii ina faida gani? Inafanya yale makapi yaliyobakia kwenye mmeng'enyo yawe maraini, lakini pia yanafanya kile kitu kiwe kirahisi sana kuweza kuitoa, kwa sababu huhitaji nguvu tena kubwa. Lakini pia yanasaidia katika kuhakikisha kwamba ile misuli ama vitu vinajongea kwa haraka, makapimlo. Kwa hiyo unapokuwa huna makapimlo, huwezi kutengeneza choo, wala huwezi kupata choo kilaini, wala vitu haviwezi kujongea kwa haraka kwenye mmeng'enyo wako. Na hivyo mmeng'enyo utaenda taratibu na vitu vitafikia parafita stuck, vitakwama, kwa maana kwamba huwezi kuvitoa mpaka uweze kuviflash. Kwa hii ni kitu cha kwanza katika tiba hii ya kutokomeza tatizo la ukosefu wa choo. Pili ni habari za kunywa kimiminika ama maji. Maji ni muhimu sana kwa mtu ambaye anahangaika na tatizo la ukosefu wa choo. Maji kazi yake yenyewe
yanasaidia katika mchongeo wa vitu, lakini yanasaidia kuhakikisha kwamba yale mabaki baada ya mmeng'enyo kwenye utumbo mpana yanakuwa maraini, yanakuwa mazito kiasi kwamba yakachochea ule mjongeo wa wenyewe kuweza kutolewa nje. Hiki ni kitu cha pili katika matibabu ya tatizo la ukosefu wa choo. Cha tatu ni habari za mazoezi. Nikufahamisha, mazoezi yanasaidia katika kuimarisha misuli ya tumbo, hivyo kufanya hii misuli kuwa na nguvu ya kuweza kusukuma yale mabaki. Ndio maana tunasema kwamba kukaa kitandani umelala, kutokuweza kujongea, hakika inakupelekea wewe kuwa na misuli legevu ambayo haiwezi kutoa nguvu ya kuweza kusukuma yale mabaki yaliyobaki kwenye utumbo mpana, ambayo ni kama yana kama choo ambacho nakukitoa wewe baadaye. Kwa hiyo mazoezi, iweza kutembea kwa miguu, uweza kuendesha baskeli, kukimbia, haya ni muhimu sana kwa mtu ambaye anahangaika na tatizo la ukosefu wa choo. Mazoezi aina yoyote ni muhimu sana katika matibabu. Hiki ni kitu cha tatu. Kitu cha nne ni kuhakikisha una bakteria wazuri kwenye mmeng'enyo, kwa maana kwamba utengeneze uwiano mzuri wa bakteria wazuri kwenye mmeng'enyo. Njia rahisi ya kuweza kuwa na bakteria wazuri kwenye mmeng'enyo ni kuhakikisha kwamba bakteria wale unapatia chakula, na chakula ambacho kinalisha bakteria wazuri peke yake ni makapi mlo. Makapi mlo tumeona kwamba anafanya kazi katika kuzuia maji yasifyonze yote, yanatengeneza kile choo kiweze kuwa kizito, lakini makapi mlo ni chakula kwa ajili ya bakteria wazuri, sio bakteria wabaya. Kwa hiyo unapokuwa unakula vyakula ambavyo vina makapi mlo, ni kwamba unatengeneza jamii ya bakteria wazuri kwenye mmeng'enyo, ambao wale faida yake sasa wanahakikisha mmeng'enyo wetu unakuwa na afya njema, unakuwa na uwezo misuli yake kuweza kusinyana na kutanuka vizuri, lakini pia inazuia masuala ya inflammation ambazo zingeweza kuathiri uimara na ubora wa misuli iliyopo kwenye utumbo wetu. Kwa hiyo kwa kuzingatia mambo haya manne, ni dawa tosha na ni tiba tosha ya tatizo la ukosefu wa choo. Kwa hiyo hakuna namna ambavyo unaweza ukajinasua na tatizo la ukosefu wa choo kama usipozingatia mambo makuu manne haya, kwa sababu mambo haya ndio yanadili na mzizi wa tatizo la ukosefu wa choo, ambayo kwamba ni constipation. Ukitumia dawa yoyote nyingine ile itakusaidia kwa muda mfupi, kwa wakati ule ambao una shida, lakini haiwezi kutoa suluhisho la kudumu. Wewe utaendelea kuwa mteja na mtumwa wa dawa hizo kama usipoweza kuzingatia mambo hayo manne. Yamkini hujawahi kwamba hiyo siri, lakini leo ndo nakupatia hiyo siri. Huna sababu ya kuja kulazwa hospitalini kwa sababu ya tatizo la ukosefu wa choo, kwa sababu hilo tatizo tunajitibia mwenyewe kwa kutumia gharama ndogo sana. Hauna haja kuja hospitalini kuweka gharama kubwa sana, wakati unaweza kula mapapai, unaweza kula mboga za majani, unaweza kufanya mazoezi, unaweza kunywa maji na mambo mengine yakakaa vizuri. Leo nahitaji kufahamisha siri na dawa pekee yenye ufanisi mkubwa sana kwenye kutibu tatizo la constipation. Ulikuwa na Emmanuel Mpale, nutrition specialist. Nikutakia wakati mwema, kwa heri.